Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari pamoja neno la Mungu siku ya leo Jumatatu. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 12 aya 13 hadi 21. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia Yesu, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi au mgawaji juu yenu?" Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, "Nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu." Akasema, "Nitafanya hivi. Nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu vyote. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi." Lakini Mungu akamwambia, "Mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu." Neno la Bwana. Wapendwa, katika neno la Mungu tulilolisikia hivi punde, tunapata ujumbe wa hazina au mali na moyo wa mwanadamu. Tumesikia mtu mmoja anamwambia Yesu, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Pasina shaka kulikuwa na mgogoro wa mali baina ya ndugu, na huyu anamuomba Kristo awasuluhishe ili waweze kugawana vizuri urithi wao. Wapendwa, mtu huyu katika mkutano si tu kwamba anadhihirisha kutokuwa makini kwake na mafundisho aliyoyatoa Kristo, bali hakutambua kwamba Kristo ni zaidi ya muamuzi au wakili wa mali au urithi wa kidunia. Pengine mtu huyu angemfuata kwa ajili ya kuurithi ufalme wa mbinguni, angemsaidia kama ilivyokuwa kwa yule kijana tajiri. Wapendwa, mali za ulimwengu huu zinatufunga tusiweze kutambua urithi wetu wa kweli ni upi. Kama mtu huyu atakuwa ni mwanafunzi wa Yesu na kutarajia Kristo atampa urithi wa ndugu yake, basi amefanya makosa, kwa sababu malipo ya mfuasi wa Kristo ni ya hulka tofauti na hizi mali za kidunia. Nasi pia tunaweza tukakumbwa na mlengo huo, tukakosa kuzitumia mali zetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu na kujiwekea hazina bora mbinguni. Wapendwa, tumesikia pia mfano wa tajiri mpumbavu. Utajiri wake umetokana na mazao ya shamba lake lililokuwa limezaa sana. Tajiri huyu anaitwa mpumbavu kwa sababu alifikiri kwamba utajiri huo ulimhakikishia usalama wa maisha yake. Tajiri huyu alibarikiwa kwa shamba lake kuzaa sana, na hivyo kuwa na mazao mengi, lakini anakosa kuwa na moyo wa shukrani. Anajiwazia moyoni mwake juu ya kuweka akiba ya mazao yake yaliyokuwa mengi,
ili hapo baadaye aweze kupumzika, kula, kunywa na kufurahi. Wapendwa, ni huka yetu wanadamu kumiliki vitu, kuwa na vitu, kuwa na mali, lakini pia kupangilia namna ya kupata zaidi na kutumia vitu na mali hizo tulizo nazo. Tunaona hali ya ubinafsi kwa tajiri huyu mpumbavu. Tumesikia maneno kama ghala zangu, mavuno yangu, nafaka yangu na vitu vyangu. Anazidi kukosa moyo wa shukrani kwa Mungu na kutambua kuwa mali, mavuno na vitu alivyo navyo amejaliwa na Mwenyezi Mungu, na yeye amewekwa kuwa mtunzaji wake na kutumia pamoja na wengine. Wapendwa, nasi tunaweza tukawa katika upande huo wa ubinafsi wa namna hii. Tunajiwekea akiba kwa ajili yetu binafsi, lakini tunasahau watu wasio na kitu wanaotuzunguka katika jamii yetu. Kristo leo ananiambia mimi na anakuambia wewe pia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako. Swali ni kwamba vile vitu na mali tulizojiwekea akiba, ikiwa kuna watu wanahitaji pia kuvitumia, zitakuwa za nani? Wapendwa, si vibaya kuwa na mali na utajiri, ila utajiri huo na mali hizi zitusaidie sisi na wengine ili kuurithi uzima wa milele. Hivyo tujitayarishe kwa Mungu, tukijiwekea hazina mbinguni kuliko katika dunia hii ambayo mali na hazina zake ni za kupita tu. Tumsifu Yesu Kristo.